Lakini pale ambapo hutoweza kumpeleka shule, basi ndoto yake au lengo lake haliwezi kufanikiwa kwa vyovyote. Lakini unapompeleka shule, mtoto anapata elimu, anafaidika na anakuwa na malengo na kitu fulani. Nataka kuwa mtu fulani, lazima tu atakuwa mtu fulani. Anakuambia mwanamke hulka, sijui ametaka kumaanisha nini. Mwanamke hulka, lazima uwe mkorofi, lazima uwe mchokozi, lazima uwe na zile hamasa. So umekaa kama vile yani ana tabia mbaya. Yes, yani unatakiwa uwe mchokozi kwa vyovyote vile. Usiwe tu umekaa umedumaa, ndugu yangu. Haipendezi. Na nakwambia mwanamke hulka. Na hulka zenyewe alikuwa anamaanisha yeye, wanawake wengi siku hizi tuna vituko. Si hulka alikuwa anamaanisha yeye, alikuwa anamaanisha hulka za ukorofi. Ndio maana nakwambia hauna sifa za kike. Kwa sababu ya nini? Ya ukorofi. Yani yeye kila wakati hamjibu mtu vizuri, anamjibu mtu kwa ubaya. Yani mtu akikuuliza kitu huwezi kumjibu kama kinavyotakiwa. Naam, asante kwa kunijuza. Anakuambia ni Sham za Pwani kama kawaida yetu ndani ya Black FM 94.9. Naam. Mambo mazuri hayataki haraka penzi msikilizaji, na ukienda nayo na haraka basi unafeli. Anakuambia pole ndio mwendo. Na uendeleze kusikiliza Radio Black FM, maana hatujifungi. Tunasikika dunia nzima, hata ukiwa mbali ya Burundi, maeneo ya Asia, maeneo ya Europe, maeneo ya huko Marekani tunasikika penzi msikilizaji. Na nikujuze tu ni 94.9 watu hapa Bujumbura vile. Mnazoea kipindi chenu cha Sham za Pwani, mambo ya tarabu, mambo ya kujishetua, mambo ya kurusha roho, mambo ya kutia mikono mitatu juu, vidole vitatu juu, na njemba ya wanawake watatu. Mimi Sharmati nikishirikiana na Rahma pia na Adija la Dolphin. Na vile vile huwa kila siku tunaanza na mada yetu. Na katika mada yetu huwa tunawapatia fursa, tunaanza kuichakachua sisi na tunaipatia fursa wasikilizaji wale wanatusikiliza na wale wanatuona kupitia Black Media, watazamaji, ili wachangie na wenyewe mada. Na mada yenyewe inahusu nini haswa? Naweza nikaongelea mada ya leo. Mada ya leo haswa inahusu kusikana na nini? Ni ipi faida ya masomo? Ni ipi faida ya masomo? Penzi msikilizaji wa Radio Black FM, ni ipi faida ya masomo? Vile vile masomo, kama vile vile tunaongelea masomo ni nini? Na faida yake ni nini haswa? Kwangu mimi naweza nikasema, nimetia mada mimi Sharmante, naweza nikasema kwa uchache ili niwapatie fursa wa wenzangu ili na wenyewe waongee. Mimi naweza nikasema kivyangu faida ya masomo kwanza ni kitu bora zaidi. Maana unaenda shuleni kutoa kwanza ujinga na kuelemika, na vile vile yale umekuwa hujui unajua. Yani unaenda kwa masomo, yani faida ya masomo, utajua kuandika na utajua kusoma na utajua lugha. Japokuwa hata wanasema hata mtu hakusoma lazima atajua lugha, na ile lugha ataijua ni lazima atatafuta mwalimu na mwalimu mwenyewe atamsomesha. Faida ya masomo ni faida kubwa sana. Maana niko hapa kiti cha Black FM ni faida ya masomo. Maana unakuja hapa Black FM, cha kwanza wanakuuliza kwanza cheti cha masomo. Je, umesoma? Je, una category namna gani? Imefikia wapi? Unazungumza na unaonesha kitambulisho cha masomo. Hauwezi ukaenda kwenye ofisi yoyote bila masomo. Masomo ni muhimu sana. Na ndio maana wazazi wetu, ndio maana na sisi tumejihimiza kusoma, kujua faida ya masomo ni kitu kikubwa sana. Unaelimika vingi. Sijui wewe mwenzangu. Kwa upande wangu mimi umuhimu wa masomo upo vingi sana, vipo vitu vingi, lakini naweza kusema tu umuhimu wa masomo ni katika kukuza viongozi. Unaelewa? Kivipi? Unapojifungua mtoto lazima atakuwa step by step. Akishakuwa lazima utampeleka shule. Na ule mtoto huenda labda akataka kuwa mwandishi wa habari kama Rahma Uthmani, au akawa daktari kama wengine, au akawa engineer. Lakini pale ambapo utakapompeleka shule, basi ile fikra yake ya kuwa kitu fulani
itazidi na zaidi na zaidi. Lakini pale ambapo hutoweza kumpeleka shule, basi ndoto yake au lengo lake haliwezi kufanikiwa kwa vyovyote. Lakini unapompeleka shule, mtoto anapata elimu, anafaidika na anakuwa na malengo na kitu fulani. Nataka kuwa mtu fulani, lazima tu atakuwa mtu fulani. Na pia kitu kingine, elimu, faida ya elimu mojawapo ni jamii kukua katika kisasa, katika mambo ya kisasa. Unajua zamani wazazi wetu walikuwa walikuwa hawakwendaga shule na walikuwa hawajui kusoma wala kuandika. Lakini kwa sasa hivi mzazi anakuwa ni muelewa zaidi, kwa sababu anajua umuhimu wa shule, anakupeleka shule. Zamani watoto walikuwa hawasomi, hususan watoto wa kike. Kusoma kwao kulikuwa ni mtihani. Ila siku hizi hakuna kubagua wala hakuna kuchagua. Mtoto yote anaenda shule na anakuambia haki sawa kwa wote. Rahma, ukisema hivyo unaegamia upande mmoja. No. Ina maana kwenye kusoma wapeleke watoto wao shule? No, hujanielewa. Nakwambia enzi za zamani umesisitiza sana wasomi ndio wanapeleka watoto wao shule. Unajua kama watoto wasomi ndio wana feli kimasomo. Lakini wameshapelekwa shule, wameshaona shule ile wanafeli, inatokana na wazazi wao. Unakutana wa focus sana kupenda masomo. Akili wale wenye unakutana wazazi wao kwenda hata shule ndio wanamfocus. Anakwambia mimi sikusoma, kisi siwezi kukubali mtoto wangu asisome. Lakini enzi za zamani Adija, wazazi wengi walikuwa hawaendi shule. Lakini ukitizama wa zamani pindi walipozaa ndio walifocus kupeleka watoto wao shule. Na ndio maana nikakwambia hivi, maisha ya kisasa, mtoto ukimpeleka shule anakuwa anaingiza jamii katika maisha ya kisasa. Kama mzazi asingempeleka shule mtoto wake, hakusoma, sikatai. Lakini kama asingempeleka shule katika hii miaka, unafikiria kuna ule wengine mtoto anakuambia mama wao kusoma, au unasikia wazazi wangu mama kusoma, why mnanifocus na mimi nisome? Na unakutana wana mapesa, wako na utajiri, ila hawakwenda school. Unajua kitu kimoja, karne ya zamani na karne ya sasa pana utofauti mkubwa. Maana karne ya zamani wengi hawakusoma, hususan wanawake. Na huwa wanawake wako wanasema ni wanawake ni wakukaa nyumbani, ni kuolewa, kupika. Na vile huwa na masomo ya zamani na masomo ya sasa pana utofauti. Mwanafunzi amekuwa amesoma zamani, tunaona wazazi wetu wameishia darasa la 6. Mtoto mwanafunzi wa zamani anajua lugha, anakuandikia anasema Kifaransa, au mwenyewe unafurahi. Unaona? Na vile unakutana darasa la 6 anatumika hata wakati wa enzi za zamani anatumika hata mabanki kama zile banki kubwa, maberbe. Unaona? Na hapa ameishia darasa la 6. Wababu zetu tumeona wanatumika maberbe, wameishia darasa la 6. Lakini hapa wamekuwa wana elimu sana. Unaona? Na wengi hawakutokea kusoma sana. Lakini karne ya sasa unakutana mwanafunzi wengi, hakuna mzazi hata uwezo. Serikali imetoa masomo, wanasoma bure. Unaona? Sio kama vile prive. Wanasoma bure. Unakutana watoto wengi, maana hawakutaka wale wapite mitihani. Unaona? Ndio maana wametia masomo ni muhimu sana. Unaweza mtoto ukasoma, ukakuwa doktorati, umesema, ukakuwa rais. Pia rais amesoma. Kile kiti ni lazima amepitia masomo. Unaweza ukakuwa hapa tuko kwenye kiti cha Black FM kwa sababu ya masomo. Na kitu kingine Sharmante, faida ya masomo, mtu anakuwa anajiamini. Ana ujasiri katika yale masomo yake. Mtu from to nowhere umlenda ukamchukue mtu umweke kwenye hichi kiti cha Black FM, hawezi kusema. Kwa sababu gani? Hana ujasiri. Anajua kwanza nitaanzaje kusema, hana ule ujasiri. Lakini kwa vile wewe umesoma, unajua mbinu zote za kuanza mpaka mbinu za kumaliza unazijua zote, basi huwezi kubabaika kwa chochote kile. Kumbe mtu ambaye anasoma anafaidika. Kwanza anakuwa ni mjasiri, anakuwa anajiamini, na pili pia mtoto anakuwa katika malezi mazuri. Na tatu pia ukiangalia watu wanaelimika kupitia nini? Kupitia elimu. Wengi zamani anakumbuka kipindi nilikuwa nasoma, kulikuwa kuna hii situation ya gender discrimination, kukeketwa. Ilikuwa zamani walikuwa wanafanya kama ni kitu cha muhimu sana kuliko kitu chochote. Ngambia tu ukikeketwa kuna vitu fulani unavitoa. Lakini baada ya watu kusoma
wakasisitiza, wakaonyesha madhara kukeketwa, wakaonyesha madhara mengi, hususan madhara ya kufa, maana una bleed sana mpaka unafariki. Lakini baada ya watu kusoma wakaona kumbe tulikuwa tunafanya makosa, ujinga. Lakini kwa sababu gani? Ya elimu. Laiti kama kungekuwa hakuna elimu mpaka sasa hivi hiyo situation ingefanya nini? Ingekuwepo. Na vile vile kama vile zamani wengi hawakusoma. Unaona? Unakutana anazalia nyumbani. Ana ujauzito anazalia nyumbani. Amemaliza kila kitu. Unaona, lakini yani ilmu imekuwa kubwa, imepanuka. Unakutana pale anaenda kwa hospitalini. Unaona, pana damu zinatoka. Lakini hospitalini pana matibabu makubwa. Unaona, pana matibabu na vile vile yani vitu vingi. Lakini nyumbani unaweza ukafa, hawamshughulikia hata mtoto kwa vizuri. Sharmante zamani alikuwa anasema hivi, kuna kama ni wale wa kuzalisha na wasahau majina, kuna majina yao, ndio alikuwa ako special. Ukitaka kujifungua unaenda sijui kwa huyo mama, hata anakuwa ni mtu mzima, unaenda unajifungua. Lakini sasa hivi wamekataza kwa sababu vifo vilikuwa ni vingi. Watoto wanakufa bila matibabu yoyote. Hauna shindano ya kuchunga tetanus. Naam, ni kweli. Hauna nini? Mimi niseme tu kusoma ni kutoa ujinga. Na kutia ilmu. Kuongeza ujinga na kuongeza elimu. Na kujua kuandika, mbona mnasahau hicho? Na kusoma. Maana ni kuna wakati niliona mama yuko anamwambia mtoto wake, "Nisomee message hapa." Wasikia, mama wewe nao kwenda kwa masomo, hiyo natia aibu. Na vile vile unasikutana mtoto wako amesoma, alafu unamwambia anakuletea devoir. Mzazi hajui penye kinaanzia wala nini kinaishia. Anakuambia mtoto wangu mimi sikusomaga, tafuta mwenye amesoma. Lakini mimi napenda wazazi wa zamani, walikuwa ni wa kweli. Mpaka sasa hivi mzazi ni mkweli. Kama akusoma nakwambia mimi nilikuwa nenda kutwanga mpunga. Sikusoma, sijui hata kuandika jina langu.